Oh, so beri ke beri gaya? Tukikushukuru ya kwamba wewe ni mwaminifu kwetu. Baba, siku ya leo imeanza kwa ajili ya wema wako na kwa mapenzi yako. Baba, nimekuja hapa kwa mkutano ya delegates ili tuzungumzie maneno ambayo yanahusu sisi watu wa Kenya na nchi yetu nzima. Baba, wale wote ambao wamesafiri, wageni wote wamesafiri kutoka mbali kufika hapa, Mungu ni asante. Baba, yale yote ambayo tutazungumzia katika mkutano huu pia yao ya wako safarini kuja hapa waelekeze wafike vizuri. Na baada ya mkutano pia sisi tu ambao tutatoka hapa tukielekea nyumbani, Baba uturehemu. Baba, wale ambao wanashughulikia mkutano wapatie heri na wema wako, kwa maana anafanya kazi nzuri ili kutukusanya sisi wote kufika hapa tusikize maneno yako. Baba, siku ya leo tunaweka mkononi mwako ili yote ambayo tunafanya yafanikiwe kupitia kwa njia yako. Ni hayo machache nimeomba kwa jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Kabla hatujafanya introduction, nataka tumpatie chief. Unajua wageni wakikuja area, tunapatia ile president ya area akaribisha wageni. So karibu chief. Nataka nichukue fursa hii kuwakaribisha nyinyi nyote katika sehemu hii ya Soi ya Singisho Camp. Karibuni, msikie mko huru na mfurahie yote ambayo mtaona. Karibuni. Tujambo, kwa majina naitwa Rehema Osanya, natoka kwa mji. Wageni wetu na wakulima mjambo tena. Kwa majina ni Lidia na Lili kutoka Sabati. Na wale wote ambao wamekuja hapa na wasimamia wote, jambo tena. Jambo. Mimi naitwa Alexander Ainea Buha, represent Rwanda. Habari ya leo nzuri kwa wageni wetu na wale walimu wenye tuko nao. Mimi ni Richard Ondiek kutoka Vihiga. Good morning. Mimi ni Atena Christian from Vihiga. Habari yenu wote. Mimi ni Fred Chegwa kutoka Vihiga. Christopher kutoka Sabati. Asante sana. Isaac Ngetich natoka village ambayo inaitwa Moi. Wageni karibuni. Naitwa Lael Barno, natoka Moi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina ni Salina Meresei, natoka Moi. Good morning. Good morning. Ni Damaris na Nyama, natoka hapa Soi. Village inaitwa Tuyobei hapo chini. Good morning ladies and gentlemen. Good morning. Kwa majina naitwa Rugut Mika, natoka familia. Thank you. Mimi naitwa Barnetui, kijiji inaitwa Sinoni, mwisho wa location. Karibuni. Karibu kwetu. Habari zenu? Habari tena. Nzuri. Kwa majina naitwa Angeli Chegwa, natoka Tuyobei Soi. Mambo yao wakapendezwa. Kwa hivyo tujivunie vile tumechaguliwa kufanya huu mradi na mshiriki vile ambao mpangilio wa kushiriki huko, ili tutoe ripoti bora kabisa ili tuweze kupata usaidizi wa kuendelea na ile ngazi nyingine inafuata kuliko ya hii. Hata serikali ya Kenya nayo kwa Ministry of Agriculture headquarters wamerecognize Kenya Small Scale Farmers Forum. Siku hizi wakifanya kitu wanakitumia note, wanakuuliza wakulima mnasema nini? Na kaunti nyingi nazo
Tumeanza kujua Kenya Small. Leo unafanya vizuri kwa sababu nilileta kwa project nyingine ambayo sikuwa nimeiona siku hiyo. Kwa hivyo ni furaha kuona kwamba wakulima wanazidi kuinuka na kuendelea. Kwa hivyo siku ya leo tumekuja kutembelea nini, kuona tangu tuanzane katika hii kipindi ambaye ni ufuatiliaji ya matumishi ya hela, ni nini ambaye labda inabadilika, ni nini ambaye tumeipata, ni nini ambaye tunahitaji, na je, tutafanya nini tuone serikali inatupa ile kitu tunahitaji sisi kama wakulima wadogo ili tuitumie. Kwa hivyo nafurahi kwa sababu mmekuja jinsi tumekuja hivi, na natarajia wale wengine sijui kama 4 ama wangapi bado wako ujiani waje ili tuendelee sisi pamoja. Kwa sababu ya muda mdogo mno, ningependa kukaribisha ninyi nyote katika kikao hiki, na hiki kikao haitakuwa kikao kama darasa. Hii ni kikao ambaye sisi wote tutachangia. Sisi wote tutasema kile kitu tunaijua, kwa sababu ninyi ni wakulima. Na ninyi ndio mnajua kilimo ni nini na inachukua nini kuwa mtu mkulima. Kusalisha yale yote ambayo tunasalisha zinaenda kwa hoteli. Ukiona ile hoteli yote tunakula Nairobi, tunaona vyakula tunasema vizuri, chakula safi, lakini hakuna ile inachimbwa chini, hakuna ile inaanguka kutoka juu kama mana, yote inatoka kwa jasho la mkulima wetu. Kwa hivyo, kwa kuwa sisi chama chetu hiki cha wakulima wadogo tunajaribu kusisukuma maserikali yetu katika Afrika waegeze hela ya kutosha katika sehemu ya kilimo, kwa sababu kila mara tunasema kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi za nchi zetu. Kwa hivyo tunataka waegeze hela ya kutosha ili iendeshe kilimo na iwe kilimo kweli. Namba 2, tunataka tutoe njaa. Hatutaki njaa. Kwa hivyo kwa ile mapatano ambayo viongozi wa Afrika walikutana mwanzo kule Maputo mwaka 2003, na wakaamua ya kwamba watawekeza katika sehemu ya kilimo 10% ya budget za nchi zao katika kilimo. Ingawa mpaka leo hatujafikia hiyo, lakini tunaona tunaelekea sehemu hiyo. Pia hawa viongozi walirudi wakaenda mahali inaitwa Malabo, West Africa, na huko wakasema wanajicommit, yaani wanarudia ile hadi yao ya kwamba sisi tunategeza katika sekta ya kilimo. Kwa hivyo vile tumekuja hapa, tunataka tujue vile serikali hizi zinavyoahidi, je, kuna ufahamu katika huku chini kwamba kuna mpangilio kama hizo? Tunaye kitu tunaitwa Comprehensive Agriculture Africa Agriculture Development Program ambaye inashikanisha nchi zote za Kiafrika, kwa ufupi inaitwa CAGR. Hiyo ina malengo 7. Malengo haya 7 yote mtakuja kuyajua baadaye, lakini kwanza tatu, tufanye biashara kati yetu sisi nchi za Kiafrika, intra-Africa trade, ili tupunguze yale magonjwa ambayo yanatokana na lishe kwa watoto wetu. 5, tutakuja kuzijua zote, lakini tunataka tuzipunguze na tuishi kama dunia ingine kule nje. Na hatuishi hivyo kwa sababu tunayo nchi za nje ambayo ni za magharibi, ambayo wengi wamezoea kuchukua rasilimali zetu wakazipeleka nao. Kwa hivyo nawakaribisha ninyi siku ya leo ili tusongee sisi zote pamoja, tujue ni kitu gani tunayapata kutoka kwa serikali yetu,
kitu gani tunahitaji kama serikali yetu. Hela ile serikali zinaelekeza, je, zinatosha? Kwa sababu tunaweza kusema 10%, na labda hatuna uwezo ya kutumia hiyo 10% yote. Kwa hivyo kwa machache haya ambayo ninasema karibuni sana. Na kwa sababu ya muda tutaona tuanze. Nataka Bwana Secretary General hii kitu tunafanya ni cha Afrika mzima. Hii kitu tunafanya ni cha nini? Afrika mzima. Na Afrika imegawanywa kwa eneo fulani. Lakini eneo yetu ni Afrika Mashariki. Na wale wanafuatilia budget ikisomwa, nchi za Afrika Mashariki budget inasomwa siku moja. Wale wanafuatilia. Na huu mkutano tunafanya, huu mradi sasa ulikuwa utakiwa ufanyike Kenya, Uganda, Burundi, Kenya, Uganda na Burundi. Nchi tatu. Kenya, Rwanda na Burundi, nchi tatu. Lakini kwa mambo mengine hao wengine wakakuwa hawako tayari. Kwa hivyo inafanyika Kenya. Sasa na inafanyika mwanzo Vihiga. Afrika Mashariki ni wapi? Ni Kenya na Vihiga ndio kwanza. Kwa hivyo nyinyi mjisikie mmeongoza, ndio sababu tumekuja tuchukue video, tuchukue data ya vile mkutano unavyoendelea, kwa sababu huu mkutano Afrika Mashariki ndio utakuwa msingi wa mikutano ile mingine. Mnaelewa? Kwa hivyo maswali yale ambayo tunaenda kuzungumzia sio maswali magumu. Ni mambo yale ya kawaida huwa tunafanya. Vile tumeshughulikiwa na serikali zetu, serikali za county, serikali ya national. Lakini hiki kitu kitaendelea zaidi kidogo. Kwa sababu baada hii kuna mikutano mingine mingi inakuja ili tuinue kiwango chetu. Tufike level ya national na level ya continental. In future wakati tutakuwa na mkutano, nyinyi ambao mmekuja, tutakuwa na mikutano ya aina hii. Nyinyi ambao mmekuja mkapata kujua, mtakuwa mnaweza kutuwakilisha katika mkutano wa African Union. Tumekuwa na mwingine Nairobi juzi. Na watu wote wa Afrika walikuwa pale. Na mimi huwa napenda kuwa wazi sana. Tumepatiwa pesa kidogo ya kutembea. Unajua hii kitu tunafanya kinahitaji pesa. Tumepatiwa pesa kidogo ya kutuwezesha kutembea vile tumekuja, na vile tutaenda kule kwingine, na vile tutaenda kupeleka maneno yao kwa national government. Tumepatiwa pesa kidogo na shirika ya Action Aid. Nafikiria mmesikia. Lakini tumepatiwa na ile ya Afrika. Na katika Afrika mahali ambapo pamefanyika mkutano kama huu ni Nigeria pekee yake. Kwa hivyo na sisi Kenya tunakuwa namba gani? Namba 2. Kwa hivyo tujifunie, Vihiga iko namba 1, Kenya iko namba 2. Vihiga iko namba 1 wapi? Afrika Mashariki. Sio Kenya, Afrika Mashariki. Na ile data itatoka hapa ndio itatengeneza msingi wa kile kitafanyika Afrika Mashariki yote. Alafu nayo Kenya tunashindana na Nigeria. Ndio kile kinatoka Kenya nacho kitakuwa kinafanya msingi wa kile kinafanyika Afrika mzima. Now, hii exercise ni ya muhimu
na ningependa Bwana Chair tuweke as much time as possible hapa Vihiga ili tupigie hiki kitu kiive kabisa. Wakati tunaenda Uasin Gishu tutakuwa na sisi tumepata msingi mzuri. Wakati tunaenda Makueni tutakuwa tumepata, kwa sababu this is the first meeting. Tafadhali tufanye vizuri iwezekanavyo. Tuulizane maswali, tutoe maoni, tuwete majibu. Na naona hapo tuko na watu wengi ambao wako na uwezo wa kusaidiana na sisi wote kupatiana data ambayo inahitajika, ili wakati tunaenda kwa ministry kupeana Vihiga, yule mama anasimamia hii kitu ya kadi ya Kenya kwa Ministry of Agriculture, anajua Vihiga sana. Kwa nakuja upande huu, hata tulikuwa na yeye tukiwa na watu wanakuja ndio tunaenda kwake. Kwa hivyo watu wa Vihiga, wakulima wa Vihiga, tafadhali tushirikiane, tujaze hizi data vizuri vile inavyotakikana, na yule ikiwa kuna kitu ambao unataka kuleta, uwe huru sana ulete, kwa sababu hapa tunatengeneza mzingi wa vile also hii shirika yetu ya wakulima itaendelea baadaye. Asante sana chama. Basi sasa wanasema jimbo linapolima tunafanya nini? Tunaweza kuungana. Kwa hiyo saa nyingine tunaweza kuungana, lakini ningependa kushukuru ninyi wote pia, kwa sababu tulipoenda East Africa report ile tulitoa ambaye huyu Elizabeth alitoa kule, hata Donna alifurahia, hata East and South Africa nafasi ya kupewa msaada hii. Original sasa tumepatiwa gari nyingine, ile itakuwa mzee, itakuwa na gari mpya. Vihiga, kwa sababu kama hatungetoa hiyo presentation yetu ambayo Elizabeth alitoa, na ilikuwa ya Vihiga peke yake. Na ajabu ni kwamba kwa ile nchi 6 ambayo tulikuwa na hiyo project, comprehensive report ile ilitokea katika region ya Kenya peke yake. Tunasikia nini? Kwa sababu ile report yenu tulipoipeleka huko, sisi hatukutengeneza, ni mimi nilitengeneza hapa. Ilipofika pale na ikasomwa, mimi nilikuwa natetemeka, nasema Rwanda, sijui Burundi, sijui Lesotho, sijui Swaziland, sijui South Africa watatoa namna gani, lakini yetu ilikuwa namba 1. Akili na akasema nchi zote za Afrika Mashariki na Kusini sisaidie. Kwa hivyo nawapongeza kwa hilo. Basi sasa ilibaki kama unatangulia, unajua kuna wale watakufukuza. So subaa si utakuja kupigwa. Basi tukiendelea mbele, ningependa kuuliza jambo moja. Sijui utakuwa namna gani katika hali ya Kiingereza. Wanachama kidogo, kuna mgeni amekuja, nilikuwa vizuri pale wao wawili. Sijui tutakuwa namna gani kwa Kiingereza, kwa sababu hii maandishi mengi yameandikwa kwa Kiingereza. Ambapo wanafanya class 8 ya. Kwa hivyo ningeomba coordinator yetu afanye hili kitu inaitwa hybrid. Yaani awe akichanganya, kama inakuwa ngumu sana kwa Kiswahili anaelekea Kiingereza. Basi hizo tutaulizana yeye anasema nini. Kwa hivyo kuna nafasi hiyo kabla tujakaribisha Elizabeth. Hata saa nyingine unaweza kukuanga Kiluya tu kwa sababu huko ni nyumbani. Kwetu Kambani Makueni tunasema national language ni Kikamba. Kwa hiyo hapa national language ni nini? Kiluya. Kwa hivyo napata kuna mama moja ambaye amewasili sasa hivi.
tumalize kuandika, alafu tutaomba yeye ajitambulishe, alafu tutahand over kwa madam coordinator. Yes, secretary amesema kama unaona neno ni gumu, usiona aibu ati naongea Kiluhya ni lugha ambayo inaeleweka. Hata mimi nikisema asubuhi mishere najua tu nikisema mlendo boss. Hata siku hizi kwa Google lugha ziko hapo. Na sisi sio. Na yule anaelewa na Google sana. Mumfumbia wafundishi mama. Tunampa wewe nafasi yako, utaweke jina lako. Ili tuwe kama ni kwa Kiluhya level moja. Wageni wetu na wale wote tulikutania hapa na msalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Hamjambo. Mirembe mwosi. Mirembe. Mirembe jabagi. Mirembe. Asante. Mungu wageni. Na sisi tunajivunia, si ndio? Tuko na nyumba hapa, wageni wakipiga hivi wanajipiga hapa, tunaongea maneno yetu, tunamaliza. Si bila hiyo. Okay, sasa CADAP ni mpangilio mambo ya maendeleo ya kilimo katika Afrika. Sasa kilichofanyika ni African government walikuja pamoja wakasema wanataka ku make agriculture ikuwe the foundation of the African economy, because waliona agriculture ndio inachangia katika GDP kubwa ya economy ya Afrika mzima, lakini unapata inachangia ndio, lakini investment exactly watu government hazijatilia mkazo katika kuinvest kwa agriculture na hata kusupport small scale farmers who are the largest producers of agricultural products. Sasa walikuja pamoja wakasema okay, tutakuwa na CADAP, which ni Comprehensive Africa Agriculture Development Program. Na katika hii CADAP as a country kama Kenya, katika muungano ya CADAP tunafaa kuwa na country plans ambazo zinaendana na CADAP, ambazo zitaensure that agriculture imekuwa supported vizuri, hata small scale farmers wamekuwa supported vizuri na wanaweza jikimu, na pia agriculture inaweza saidia kupeleka economy ya Kenya to the next level. Sasa some of the agreements under CADAP, moja yao ilikuwa governments zilikuwa zimeagree kupeana 10% ya the total public expenditure katika agriculture, was spend 10% of the total budget ya country katika agriculture, of which bado ni challenge kwa sababu kama Kenya bado tujafika hapo, bado tunaenda kwa 2-3%. Like for this year I think we are sasa hiyo ni challenge kwa sababu tunasema wakiinvest kwa agriculture inamaanisha watainvest kwa small scale farmers, na wakiinvest kwa small scale farmers inamaanisha watapeleka agriculture to the next level. Sasa that is one of the reasons why tunapatana hapa, kwa sababu walipopatana na wakakubali wakasema watasign hiyo CADAP compact, kulikuwa na vitu zenye walikuwa wanafaa kuwa wanafanya to ensure that CADAP inakuwa successfully implemented in the country. Sasa CADAP, the first time they signed the CADAP compact was 2003, and then after a decade, after 10 years of implementation, wakakuja wakakaa chini tena wakaambiana okay, tume-implement CADAP for 10 years lakini tujaona change kubwa. Vile wakulima wanasemanga government inasema wanafanya, lakini ni wenyewe hapa chini hamuoni change. Sasa wakasema hawajaona change kubwa. Sasa wakasema wanaenda tena kusign, wanaenda tena kukaa chini na recommit to the CADAP principles. Wasema okay, 2 tulisema tutafanya hii na hii na hii, but it's 10 years later na hatujafanya 99% of hizo tulisema tunafanya. So hata tukae chini tu agree na tuweke mikakati ya kuensure that tutafanya tulichosema tunaenda kufanya.
Sasa waliposema hivyo ndio wakakuja na the framework called CAADP Biannual Review. CAADP Biannual Review ni plan ya kupima jinsi CAADP imefanya kazi katika different countries. Sasa vile secretary alisema kwa CAADP tuko na the national investment plans. Hiyo ndio ina guide the national government on how to implement CAADP. But katika county tuko na county investment plans. Nani anajua about county investment plan? Naona tuko na kazi ya kufanya kama kesa ya county. Kwa sababu county as farmers tunafaa kuwa part of the county investment plans when they are discussing the county investment plans. Hiyo ndio inadetermine government ya Vihiga, county government ya Vihiga itawafanyia nini kama wakulima. Na ndio inadetermine budget yao ya agriculture wataipeleka wapi. Sasa kama wakulima wadogo wadogo, if we are not part of the process, inamaanisha wakienda huko watakaa na wafujifanyie vitu zao. Sasa sisi tutakaa tu tukishangaa, okay, unakuanga na budget ya agriculture lakini mimi sijawahi iona, sijawahi sikia, sijawahi benefit. So it's very important that as KESA Vihiga, we make sure that tunakuwa involved in these county processes. And that message is to you and you. I'm passing it through you. So we need to make sure that tuko part of these projects za government. Ndio wakitaka kudecide what they want to do, tunawaambia kama wakulima, tunawahitaji mtusaidie hapa na hapa na hapa. Sasa wakitengeneza budget yao inakuwa ni budget ambayo inaketa for the needs ya small scale farmers. Sasa CAADP Biannual Review ambayo ndio process yenyewe inaendelea sasa hivi ndio hiyo ya kupima maendeleo imefika wapi. Kama walisema watapeana 10% of the budget to agriculture, walifanya. Sasa ndio tunapima hiyo. So there was the first process ilipita. Na right now tuko kwa the second process. Kwa the first process Kenya ili score 4.8, kumaanisha tulikuwa on track. Tulikuwa on track, yes, tulikuwa on track. But sasa hiyo ndio issue. Wanasema tuko sawa katika implementation ya CAADP, lakini kama wakulima tunaiona. Sasa hiyo ndio issue. That's why tuko hapa tunataka kujua, okay, hao wako pale wanasema, tumepeleka pesa hivi Vihiga, tumefanya, lakini wakulima wenyewe wameona kama ni mbolea, wameona kama ni pesa, wameona. We want to know if farmers are really involved in this process. Ndio tukienda pale wakituambia tumefanya, tunawaambia hapana, hamjafanya. Tulikuwa na wakulima Vihiga na hawajaona kitu kama hiyo. You see? Na even sasa going forward kama county kitaka kufanya kazi, pia mna make sure mko part of the processes. Tunafanya. So tunataka kujua kama wakulima wa Vihiga mnapata access to hizo services. Na kama mnapata access to hizo services, ni services gani exactly? Na kama hata mnapata, is it adequate? Is it enough for you as a small scale farmer? Inakutosha kufanya vitu zako zinataka kufanya kwa shamba. Sasa hiyo ndio exercise zimetuleta hapa leo. So vile chair alivyosema, hatuendi kukaa ni kama kwa darasa alafu tunasoma tunasikia kulala. Tunataka tukae kwa, it's going to be a focus group discussion. Tunaenda kukaa wote kwa group moja. And then we are going to use some of the props I have there. Naenda kuonyesha vile tunaenda kutumia. Sasa tunaenda, for instance, kama hapa tukitaka kujua ni proportion ngapi ya men and women wanaokuwa engaged katika agriculture, kwa hii tool ambayo ilikuwa developed na Action Aid na other small scale farm organization. Kuna maswali for example kama tunataka kujua which financial services do you know. Wewe kama mkulima kunayo ni unajua. Kama unajua unasema unajua, tutaandika tuweke kwa hizo charts zetu. Kama hujui pia ni ukweli haujui, usidanganye. Kama hujui unasema hujui. Kwa sababu hiyo pia ni shida yenye government inafaa kunini. Unapata wakulima wengi hawajui hata kinachoendelea katika kaunti yao. Na ni kwa sababu government imewafichia hiyo information. So if you don't know ukweli, kama hujui unasema mimi sijui. Na kama pia umepata access to something unasema nimepata lakini it's not enough, hainitoshi. Kama ni fertilizer walinipatia, unasema hata maybe quality ilikuwa mbaya, haikumea. Ama nilipewa kidogo, ama nilibidi nimezungukana ile season nyingine sikupata, hii ndio nimepata. You see, it's not adequate. So unakuwa tu honest na unasema tu vile wewe unajua kama wewe kama mkulima. And then after ku collect hizo data based on those questions, tunaenda kukaa chini na tuongee sisi wenyewe kwa wenyewe.
tujadiliane tujue okay nini tunataka, what are the recommendations vitu zenye tunaweza advise government watufanyie, ama kitu yenye waongeze, ama kitu yenye wafanye hivi, ama kitu yenye wa focus on. Unapata government ya Vihiga maybe ime focus on something that si kitu yenye na affect. Nyinyi mnataka focus on how maybe you get access to quality fertilizers and seeds. Asilimia 10 kwa kilimo. Kwa hivyo tumekuwa na kifaa ambaye kila nchi lazima ifanye na ionyeshe kwamba inafanya hiyo kifaa inaegeza asilimia kiasi gani katika kilimo. Je, tunaelekea hiyo sehemu ya asilimia 10 ama tunazidi kurudi chini? Kama Kenya kwa mfano tunaendelea kurudi chini. Kwa sababu ile nilisema 4.8% ilikuwa the highest, tunazidi hata sasa tuko karibu 2 mwaka huu. 50 billion kwa trillion 2.8 ni asilimia gani? You can work out that. So tumekuwa na mikutano kadha wa kadha ikiwa pamoja na wabunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwa pamoja na Agricultural Committee katika nchi ya Kenya, na punde ya juzi tulikuwa na mikutano ya AU kule Nairobi Safari Park, ambayo sisi tushiriki kama washikadau. Kenya Small Scale Farmers ni kati ya ile vyombo tunaita non-state actors, ambayo sisi kwa serikali lakini tunaisaidia kuona kama serikali wako on track. Kwa hiyo siku ya leo kusudi yetu ya kuja hapa ni kuchukua ile kitu inaitwa data, na hii haitakuwa masomo, itakuwa sisi zote kukaa kwa meza, kuulizana maswali, kujibu maswali. Kama hatujui tunasema hatujui, kama tunajua tunajibu yale. Kama unapata unasema napata, kama upate unasema upate. Kwa hivyo siku ya leo ni kuseme sana, tuone kweli tunapata ile asilimia tunasema, hata kama ni hiyo 2% tunaiona katika ground. Kama ni extension services, je, inafika? Kama ni subsidies, je, tunapata? Kama ni finance loan, kama ni usaidizi wowote ambayo unatarajia itoke kwa serikali, je, tunapata? Ile tunapata tunampa alama ngapi? Ile atupati ni hatua gani tutachukua ili tuone tunaipata? Kwa hivyo this is a very consultative meeting. Sisi sote tunashiriki, tunaongea kwa pamoja, tunasema yale mambo ambaye tunaziona kule kwetu mashambani, kwa sababu naamini kwamba sisi zote ni wakulima, tunafanya kilimo moja au nyingine. Kwa hiyo nakaribisha ninyi nyote kama tukiongojea coordinator yetu ambaye labda alikuwa kuongea kazi fulani hapo. Nitampa secretary wangu nafasi aweze kunena maneno mawili matatu tukisubiri ule mwenyeji ambaye atatuelekeza katika hii program. Thank you so much. Karibu kwa nafasi. Asante sana. Wenyeji wa Soi tumesalimiana na nafikiria mwanachama umemuintroduce huyu. Kwa introduce sasa tumejuana sisi sote. Kuongeza kidogo vile mwenyekiti amesema, huu mkutano tumekuja leo ni mkutano wa level ya African Union, na kuna huu mkutano chairman amesema ulikuwa Nairobi wa African Union, nchi zote za African tulikuwa hapo. Tunazungumzia jambo inaitwa kadri. Alafu tulipotoka hapo
ukatokea kwamba chairman ameeleza kutakuwa na ripoti na ya Afrika mzima, lakini vile Afrika imegawanywa katika eneo fulani, sisi eneo yetu itakuwa eneo gani? Sisi tuko kwa eneo gani katika Afrika? Sisi tuko kwa eneo gani? Afrika Mashariki. Na Afrika Mashariki sisi tuko wapi? Kenya. Na Kenya sisi tuko wapi? Na Usingisha sisi tuko wapi? Sasa hii kilimo ambacho kinaangaziwa hapa ni kilimo kile cha mashinani, na kilichoko ni kwamba hapa kule kuwezesha wakulima walime vizuri ni mambo machache, lakini moja ambayo ni muhimu kabisa ni habari ya pesa za kulima. Na pesa za kulima zile ambao tunaweza kupata bila matatizo ama sheria ama kanuni ni pesa ambazo zinatoka kwa budget yetu. Ndio sababu tukakuwa na mikutano ile ya PETS na watu wakasoma vile ya kushiriki katika huo mpangilio wa kutengeneza budget. Na hayo mmekuwa mkishiriki. Ni wangapi wamekuwa wakishiriki? Ni wangapi wamekuwa wakishiriki katika hiyo process ya budget, kwa sababu inakuja kwa county? Ile inaanza kwa CIGP. Na ndio wakati county wataanza announcement ili watu wajulishwe ni kitu gani kinachoendelea kwa county. Wewe utaweza kwenda pale uwaambie, mimi nilikuwa nataka mzinga ya nyuki, kama Ngechichi anazungumzia habari ya fish pot, hiyo mbaya ya samaki, lakini sikupata. Kwetu tunakuwa na shida kwa sababu hatupati maafisa wa serikali wa agriculture wakifika kwetu kijijini, na mimi nilikuwa nimedai hiyo. Unaona, hiyo ndio kusudi ya kushiriki katika wakati wa mpangilio wa budget. Kiingereza tunaita public participation. Naona sasa vile tulikuwa na training, tumekuwa training kwa kaunti 3: Uasin Gishu, Vihiga na Makueni. Kwa hivyo chama nimeeleza hiyo, tukapatiwa jukumu ya kwenda kwa hizo kaunti kuongea na wakulima ili wao watoe maoni yao vile walishiriki, mapendekezo yao ile walipendekeza, kama yametekelezwa ama tu yalipotelea mahali. Najua kwa serikali inaweza kupotelea mahali, na waeleze tena mikakati yao ya kufuatilia ni gani. Kwa hivyo hii process ama huu mpangilio tuko nao ulianza sana tulifanya kwa hizo kaunti 3, lakini kaunti ile tuenda kufanya report kule kwa East African Legislative Assembly ni Vihiga. Na report ile tulifanya ya Vihiga ilikuwa report nzuri sana. Ilikuwa inaongoza Afrika Mashariki. Kwa hivyo Kenya tukapatiwa jukumu ya kwenda kwa kaunti zile zingine, na tawao waliona ikiwa Vihiga kumetoka na ripoti nzuri namna hiyo, kaunti zile zingine zitatoka ripoti nzuri, si ndio? Kwa hivyo jana tukashinda Vihiga, na leo tuko Uasin Gishu, na kesho tuko Makueni, na kesho kutwa tutaenda kufanya
report kule kwa Ministry of Agriculture. Kwa hivyo ripoti yetu ilipokwenda kwa East Africa na ikaenda kwa African Union, tukapatikana ilikuwa ndio top kabisa. Hata kwa nchi zote za East Africa ni Kenya tu tunafanya hii exercise ama hii activity. Wengine Uganda wala hawakuweka, lakini tulikuwa tufanye Kenya, Burundi na Kenya, Burundi na Rwanda. Hao hawakuweza. Kwa hivyo kile nasema mshiriki kwa vilivyo. Tuko na bahati kwamba soy au Uasin Gishu soy is included in this process at East African level, na katika African level Kenya tunashindana na Nigeria. Simpige makofi. Kenya tunashindana na nani? Nigeria. Hawa watu wanatoa masinema makali, sisi tunaenda kuwanyanyua sana. Kwa sababu tukimaliza hii project tutakuwa na nafasi ya kuwa na project zingine zaidi sasa katika republic yote. Na hii project kwa wazi tumepatiwa pesa ya kufanya huu mradi na kikundi kinaitwa Action Aid. Kuna mtu anajua Action Aid? Kuna mtu anajua Action Aid? Action Aid ni kundi lisilokuwa la serikali, ile kwa kifupi tunaita NGO, na iko kwa daraja kadha wa kadha. Kuna Action Aid ya nchi kama ya Kenya, kuna Action Aid ya continent kama Afrika, kuna Action Aid zingine za nchi zingine. Na huu mradi sisi tumefadhiliwa na Action Aid Africa. Nasikia mahali tumefika. Africa, Action Aid Africa. Headquarters yao iko Nigeria. Na walituchagua wakati tumekutana nao, waeleza vile wakulima wa Kenya wanavyofanya mambo yao, wakapendezwa. Kwa hivyo tujivunie vile tumechaguliwa kufanya huu mradi na mshiriki vile ambao mpangilio wa kushiriki huko, ili tutoe ripoti bora kabisa ili tuweze kupata usaidizi wa kuendelea na ile ngazi nyingine inafuata kuliko ya hii. Hata serikali ya Kenya nayo kwa Ministry of Agriculture headquarters wamerecognize Kenya Small Scale Farmers Forum. Siku hizi wakifanya kitu wanatutumia note, wanatuuliza wakulima mnasema nini. Na kaunti nyingi nazo tumeanza kujua Kenya Small Scale Farmers Forum. Na tukimaliza, kwa sababu pia tutakuwa na nafasi nyingine ya kuongea zaidi, ningewauliza wakulima wa Uasin Gishu sub county, Uasin Gishu county, mshirikiane na sisi wenu wa agriculture. Sisi wa wacha wewe chief. Sisi wa agriculture naitwa nani? Na red jacket na red sweater. Sisi wa agriculture wa Uasin Gishu wanaitwa nani? Kisema sisi ambia minister. Wacha kutumia na right word. Sisi hakuna minister. Wakati tunaendelea tunaanza kutumia sisi. Anaitwa Samuel Yato. Uko na namba yake ya simu? Naona. Nani yuko na namba yake ya simu? Niko na mimi mmoja. Niko naye mimi mmoja. Tunaweza kumpigia sasa hivi. Na yeye. Nimesahau kwa kadi, alinipangia kadi dogo. Sasa Uasin Gishu
naona mnalemewa. You should give me the telephone of that man. Chief, tunataka hao watu wawezeshwe, wao wanashirikiana na nani? Na serikali yetu, kwa sababu Uasin hiyo ndio serikali yetu. Mimi natoka Makueni, mimi niko na list yote kutoka kwa governor mpaka kwa MCA hapa. Nikitaka kupiga kwa ofisi ya governor nitapiga immediately, hata deputy governor. Sasa hivi na nataka tufike hiyo kiwango, si ndio? Kwa sababu hapo sio huruma, tunahurumiwa. Hiyo ni haki yetu kwa katiba, si ndio? Ama mbona kama wasikilize mnaogopa? Watu mnaogopa kitu gani? Sio serikali ni yenu. Hiyo serikali itoka wapi? Si ninyi mmepiga kura mkachagua watu? Mmechagua. Hiyo ni choice yenu. Na mkienda kwa kama na mngedai, labda anaweza kufurahi sana. Watu wangu wanakuja kudai. Kwa hivyo nataka uwasilishe. Next time tukikutana, muwe na details hizi zote. Simu ya governor, chief usijaribu, naweza hata chief yuko kwa upande mwingine, anaweza kuwa nazo. Nafikiria yuko nazo. Nataka simu ya governor, simu ya deputy governor, simu ya CC wa agriculture, is not a minister. Kenya tuna minister, usimpatie hiyo kiwango ya minister. Nasikia wa agriculture, masisi wale wengine, na hata yule officer wa agriculture yuko kwako kijijini. Kwa sababu county kuna officer wa agriculture. Kwa sababu county kuna officers wa civic education. Na nataka niwalete Ukambani kwa corona. Tunataka kufanya mpango wao, watu lazima kuja kuona Ukambani. Uone utashituka. Nakwambia watu wa hapo mkija Ukambani, mwezi kumaliza miezi miwili. Unakufa kabisa. Hali kule ni ngumu. Ni ngumu. Hali Ukambani ni ngumu. Lakini unakuta watu wamejikaza kabisa. This place is wonderful. Kweli ni mahali kuzuri sana. Kwa hivyo nikimalizia ili tuanze next step, ni kwamba mnatakiwa public participation, more very active. Sasa mimi ningependa tu kusema hii exercise imeletwa ili tusaidie kama small scale farmers kutafuta njia za ku question government on how they are spending, they are planning and even their budgeting. Kama small scale farmers, tunafaa to make sure that our county government in a budget ama in a plan budgeting and implementation processes based on our needs as small scale farmers. Hawezi tuambia wanataka kupeleka agriculture to the next level na wanaacha small scale farmers. Sisi ndio the largest producers. So inamaanisha we also need the biggest chunk of the budget. And we also need to make sure that we monitor everything that we are doing. So siku ya leo hii exercise ni ile itatusaidia kujua how we can monitor what the government is doing. Ili tukienda huko kwa county, iwe ni kwa county, kwa national government, wakituambia hizi ndio tumefanya, tunawaambia no, according to what we know in Uasin Gishu, hamjafanya hii na hii na hii. So that's why we are here today. And tutaangalia themes mbili. One in agricultural expenditure and then the other one in financial services. Sasa kwa hizi mbili tutajiuliza maswali kama small scale farmers, are we getting these services? Na kama tunapata, are they the services that we need? Na sisi wenyewe, do we even advise the government on what they are supposed to, the services they are supposed to give to us and to give to us? KADI, the Comprehensive African Agricultural Development Program, na ndio
mbinu ya kuwezesha kilimo katika Afrika iboreke zaidi. Kadi hii imeelezwa sana na viongozi wetu, ingawa wanafanya chache, na nataka tu niwapeleke through Malabo Declaration vile nilikuwa nimesema hili hapo mbele, walipoenda kule sehemu inaitwa Malabo. Walijicommit kwamba watahakikisha kwamba by 2025 wameingia 10% of the national budgets inaegezwa katika aggregate. Vitu vingine ni kwamba kuegeza ama kuweka rasilimali investment. Yes. Pia hivi kwamba watainvest katika agriculture. Kuinvest katika agriculture ni kwamba kuanzisha vitu kama value addition, kujenga factory, kujenga ile vitu ambayo sinainua hiyo zao la mkulima iwe na dhamana kubwa. Ya pili ni kwamba watamaliza njaa, ile na food security, watamaliza njaa, uwe na hizi ambazo ziko food secure, ambaye hakuna mtu. Jambo tena, let us release the teacher and the mmekubali? Naenda kushughulikia wazee. Kwa hivyo tunataka by year 2025 hakuna mtu atakufa njaa katika Afrika. Hiyo ni commitment ya viongozi ya serikali na nchi. By 2025 tuwe tumepunguza umaskini kwa nusu, at least by 50%. Hiyo ni pamoja na ile tunaita transformative growth, agricultural growth and transformation. Kingine ni ile nilikuwa nimesema biashara kati ya nchi za Kiafrika, cross border trade, intra-African trade, ambayo nchi za Afrika zifanye biashara kati yao pasipo na barriers, pasipo na chochote. Kingine ni kwanza kuaddress kitu naitwa climate variabilities. Hiyo ni hali ya anga sehemu ya juu. Tunapata kama juzi hasa sehemu hii ya kwetu hapa tulikuwa na ukame karibu miezi ngapi? Drought. Kita 6, karibu 7 na tunaona mpaka saa hii rudi kwa mahali tulikuwa. Na mwisho ni kuaddress jambo la ufisadi. Hii ni kwamba tuwekeze pesa where it is needed. Hatuna haja ya kusema tunampa 10% agriculture, alafu watu kwa 10%, 80% inaenda recurrent expenses, na tunapata tu 2% labda ndio itaenda development. We need a farmer to feel, kusikia, kuhisi kabisa kwamba anasaidiwa. Kwa hivyo hiyo ndio Malabo Declaration ina misingi ama 7 goals. Kwa hivyo mpaka hapo nitaandika tena coordinator wetu ambaye yeye ndiye atatuongoza through all the program, na kile kitu nasema tu ni kwamba sisi zote tuparticipate, zote tuchangie, zote tuongee, na zote tuseme ile kitu tunajua, zote tuseme ile kitu tunapata, hata kama ni kidogo. Let us acknowledge we have received that, lakini haitoshi. Ile hatujapata tunasema hatujapata, ili tutafute zizi zote, tutafute njia ya kuweka hizo malalamishi ya mkulima yote in perspective. Tutaiweka kwa National Agricultural Investment Plan, ambayo pia sisi pia kama Small Scale Farmers Forum Committee tunahudhuria kila mwaka. Kwa hivyo yale maneno yenu ambayo yatakuwa hapa
tulifanya jana ya Vihiga, leo ya Soi, kesho ya Makueni, na hizo zote tunaweka katika National Investment Plan ya nchi. Kwa hivyo sauti yenu itaokoa nchi hii, na vile mnasikia Secretary General anasema most of us, ama ile report tulipeana ya Vihiga, Donna alifurahi kwa ile kazi ilifanywa kule. Report ya 2015 ambayo tulifanya kwa Rosimisho. Rosimisho sisi na ameambia nini? Alipata certificate na bado na certificate kama ujuzi. Ndio. Bado na certificate kama ujuzi. Kwa hivyo tufanye kitu na tutende na tufanye kabisa mpaka mwisho. So asanteni kwa kunisikiza. Nimwalike Elizabeth uje aendeshe programu, kwa sababu safari ni ndefu na tunataka pia kupumzika. Most of the countries hawakuwa wanajua kama change ilikuwa imeokaa. So they sat down again, the African presidents. Wakasema, okay, let us work on a framework, ama let us work on something yenye itatusaidia kumonitor hii implementation ya CAADP. Nikawa wewe mkulima, ukiwa mkulima unalima kwa shamba yako, unapanda, umekuwa ukinunua, for example, kama ni fertilizers ama seeds input, umekuwa ukinunua input. But at the end of the day, haujui kama umemake profit ama hujamake profit, ama kama unatumia tu pesa, unaharibu pesa. Sasa ndio ujue kama hii ukulima yako inakusaidia, you have to plan. Sio? Useme okay, acha niandike chini. Hii pesa ndio nilitumia kununua seeds, hiyo nilitumia kununua fertilizer, na at the end of the day, hii ndio mahindi nimepata, hii ndio mazao nimepata. Na nimeuza nikapata hii pesa. Sasa at the end of the day unajua okay, hapa ni profit natengeneza ama hakuna profit natengeneza. Sasa that is exactly what the presidents did. Wakakaa chini wakasema, okay, tumekuwa tukisema tuna implement, hatujui kama inafanya kazi. Can we come up with something, framework fulani yenye itatuonyesha kama implementation inafanyika ama haifanyiki. Sasa what the CAADP biannual review does ni to ensure that wakasema acha tu work on this framework. Sasa hiyo what the framework does ni inatumika kupima implementation. For example, wakisema tuna invest in agriculture, tunaangalia, wanaangalia which to invest wapi na wapi na iliweka pesa ngapi. Sasa at the end of the day wanakuwa kuona kama there is improvement ama there is no improvement. So that's why we are here as small scale farmers, kwa sababu sisi pia we need to be part of that process. Because kama government hizi vitu zote zinafanya is for small scale farmers. We are the largest producer. Nina naomba ruhusa ya kutoka. Kwa sababu ile wasiwa wanaisiwa. Si mnanifungua kweli. Make sure wageni wanafuata ile wanahitaji kutoka kwetu. I'll be back in some few hours. Takuwa nimerudi pia. Sasa we as small scale farmers, we need to be part of this process. Kwa sababu hakuna vile countries zinakuwa zikisema tunafanyia small scale farmers na watu involved in the process. So that's why as Action Aid and other non-state other small scale farm organizations zilikuja pamoja zikasema wao wametengeneza framework yao ya CAADP biannual review. Sisi kama wakulima tutaingia aje kwa hii process? How will we be involved in this process? So a tool was developed, and that's why we are here, because we are going to use that tool. It's when I say a tool, okay, mtu akisema tool, understand inamaanisha nini? Wewe nikikwambia tool inamaanisha nini? Fanya kazi fulani, sio? Sasa si lazima iwe kama jembe ama panga. Hata document ambayo hii document imeandika processes ya vile farmers wanaweza collect data ya kwenda kucaution nayo government. So it's also a tool
kwa sababu imetuwekea processes as farmers. Okay, this is what we do and at this time na tuna collect hivi, and then now hii data yetu tukisha collect tunaiweka hivi, tunaipanga kwa njia fulani, and then now we can go to the county office na tuambie Minister wa Agriculture, this is the findings sisi tuko nayo. Wewe unasema mmeinvest in agriculture kwa aina hii, ama unasema mnapatia wakulima subsidy, ama unasema mnapatia wakulima loans, mbona sisi hatuoni? Kwa sababu according to our farmers hakuna mwenye amerisive, ama mwenye amerisive maybe alipatiwa masharti mingi before apatiwe. See? So that's why we are here, because we are going to use it. Now it's very easy to use, by the way, kwa sababu specifically when walikuwa wana develop, they were doing it for small scale farmers, so they made sure that it's very simple to understand. Ni process too. We are going even to use some props, easy to zote, we are going to use them. Tunaenda ku display hiyo data yetu. Sasa hata wewe mwenyewe ukiangalia itakuwa rahisi kwako kujua, okay, hii ndio government inafanya, hii ndio mimi nahitaji. Sasa una compare, unaangalia government inafanya kweli whatever mimi kama small scale farmer nahitaji. So it was supposed to be translated into local languages, but now due to time, kwa sababu right now we are just collecting the data, there is another process inaenda kukuja yenye sasa tunaenda kukaa na wakulima. Sasa nyinyi kama the first team that has been trained on this, we are going to use you kwenda kwa the different sub counties ama kwa the different villages. Sasa tukae na wakulima wetu tuwaonyeshe how to use the tool. But for now what we are doing is that we just want to at least we collect a general data ambayo sasa tukisha collect, tukienda kwa meeting ya ministry which is on Thursday and Friday, na hiyo meeting wanaenda kupeleka report yao ya kusema vile wamefanya kazi nyingi kwa ukulima. Sasa sisi kama small scale farmers tunataka kujua, okay, tukienda tukae hapo wasema wamefanya hivi, wasingisho inasema kweli wamefanya hivi, na kama ni makweni wakisema makweni wamefanya hivi, na makweni kweli wakulima wanasema inafanyika. So that's why we are here, so that we can just collect the data from the few from this population that is here, though we are few, but inaenda kutusaidia to guide during the meeting, so that we can be able to advocate for change in the government. Sasa we are going to use that data we are going to work on a report, na hiyo report sasa tutaenda nayo kwa hiyo meeting. Sasa it's a very simple, iko na steps, it's very simple by the way. We will just, because this is more of like a training and data collection, I will share the documents with you. Nimeshare, but kuna zingine zinakuja. Sasa tutapitia sisi wote. Na nataka ikue a very open and interactive session. Ukiwa na chochote cha kusema, chochote, usikae useme ama tunasema ni ya ujinga. Hapana, bora usiposema hiyo ndio ujinga. Ukinyamazia kwa roho, sasa hiyo ndio mbaya kabisa. Ukisema bora uko na anything kwa roho unataka kusema, wewe sema chochote unachokisikia ndio unataka kusema at that moment. Just say it. Na pia unaweza sema kwa lugha yoyote, kama ni English sawa, kama ni Kiswahili sawa, kama ni gani yoyote sawa, kwa sababu hata hizi documents we were supposed to translate them to local language. Leave this section. Section page 19. Page 19. Tumefika wote page 19? Aya, page 19, achana na hii ya juu. Hii. Tuanzie kusoma hapa. Kuna mahali imeandikwa indicator. Hapo mahali nimesako. Indicator 4. Tumepata wote? Yes. Yeah, sasa tunaenda hapo. Sasa tunataka kuangalia financial services. Tunataka kuangalia hizi financial services. Are they being offered by the government? Na kama zinakuwa offered ni gani? Na kama haziko offered, sisi kuna gani yenye tuna feel our offer and sisi tunahitaji. So tunaenda tu kujadiliana, tukiongea, tukitengeneza the visual for us. So nitasoma tu tukipitia pamoja ili wote tupate kuelewa what we are doing. So under financial under this indicator yenyewe ni financial services. Wanataka kuangalia which financial services are small scale farmers getting. Sasa that is the government, they want to measure that. But for us, sasa hapo ndio imekuja CAADP indicator. Wanasema proportion of men and women engaged in agriculture with access to financial services.
Inamaanisha ni kiwango gani ya wanawake na wanaume wako involved in agricultural activities, ama wanafanya tu anything to do with agriculture, ikuwe ni ukulima, ikuwe ni nini. Sasa wanataka kujua ni kiwango gani wakicompare, is it like there's more men ama more women? Sasa hivyo ndio wanataka kuangalia. But sasa for us kama small scale farmers hataki kuangalia it generally, kwa sababu tukiangalia in general it will not help us. You see, for them they can look at it generally, kwa sababu wanataka kuenda wakisema tuna support wanawake wengi kwa agriculture, but sisi tunataka kuenda deep down kwa ground, tuone ukisema mna support kweli, is it reflecting down here? Sasa sisi kama small scale farmers tunataka kuangalia the type and adequacy type. Ni tuseme tu ati wana provide, hapana, gani hiyo financial service wanasema ni gani, na is it enough? Kama wanapeana credits inatosha, inakutosha, ama ni ile unapatiwa hata unashindwa kufanyia, unaanza ni hisa nitafanyia nini? Sasa tukitaka kuangalia kama wanakupatia credit, for example niseme unataka kufanya farm, itakusaidia ama utapanda, ukishapanda sasa imeisha, unaanza kutafuta pesa ya kufanya zingine. Unaona, sasa tunataka kuangalia ni gani na frequency na adequacy inatosha, ni gani? Hiyo ndio the first question, which type of financial services wanaoffer na inatosha, na kama wanaiofa inatosha, wewe kama mkulima inakutosha. Na kama unajua unasema mimi hata si hata kutosha sijawahi pata. Kuna yule mwenye atasema mimi nimepata credit kutoka kwa government ya agriculture county, lakini haikunitosha kwa sababu nilifanyia nayo nini na ikaishia. Na kuna yule mwenye pia atasema mimi sijawahi pata, hata kumbe wanapeana. Unaona, kuna yule mwenye hata hajui. Sasa we have those differences na tunahitaji kuzijua. Sasa kama wewe kuna hata hujawahi sikia unasema hata jana tulikuwa vingine, kuna watu wengine walikuwa wanaongea about vitu zingine kwa hiyo focus group, na kuna mtu alikuwa anasema mimi hata sijawahi sikia kitu kama hiyo, nimesikia sana. Na mwingine alikuwa anasema mimi hata nilienda training ya So according to sasa situation hizo tunajua zimesikia, tunaelewa. Sasa kwa hii ni yetu tunaenda place these are the financial services we know, right? Hii tulisema tunajua, lakini sasa sasa the next stage nataka tujue kwa hii group yetu wangapi tumepata access to hizi financial services. Sasa what we do ni kila mtu atakuwa anakuja hapa ana place mahindi moja kwa financial service yenye amepata. Tuna hizo each participant use a column. Kila mtu ana column yake. In this group four women and 3 men. Wanasema each participant sasa kila mtu ana yake, sio? As participant press start in the which will be the statement. To start with the partially agreed and one side to disagree. Kama unasema ni ngumu ile kabisa unaweza sana. Haya, kama
unaona iko katikati, si ngumu sana, iko katikati, unaweka mbili. Kama unasema ni rahisi, unaweka 3. Sasa yeye ashaweka hivi. Just use the Yes. ni rahisi kutoka leo, unaona ni katikati, ama ni ngumu kabisa. Kama ni ngumu, weka tu star. Kama ni rahisi ya katakata, kila mtu anafanya. Haya. Ni ngumu kama ni rahisi. Star moja. Nasema ni rahisi, nataka kuona gani. Niko katikati. Process yake. Kila mtu anasema yake. And then ni rahisi kutumia. Kuna muhimu. Ni rahisi kutumia. Ukishaipata mzuri kwa Kama umepata ndio tunataka kufanya input tunataka ku access kwenye neno ama maybe tunataka kama wewe sasa hiyo ulikuwa unatafuta loan upate hiyo loan, lakini hiyo tulikuwa tunataka kufanya ya kununua unapata pesa kwenda kutafuta mbolea lakini pesa uko nayo, mbolea inakuwa mnakupata. Sasa hiyo ndio tunaongelea, ni rahisi, is it easy to use? Baada ya kuna zile zimeisha. Haijafanya kazi yake. Public participation programs in the county. Now you see the execution of sanitary. Tunataka make sure that farmers will know that it's their right. And it's also their right to go there and demand for these things. Si ati wanaenda kuongeleza county government, not even the county government, most government. When they realize you know what you're supposed to receive, that's when they act. But wakijua vitu vilivyokuwa mnyanyasa na kukosa kufanya wanachokifanya. So sisi kama small scale farmers we're supposed to make sure that whatever the government is doing, we advocate for our needs. Ile ambacho the things that we need exactly ile tunataka tunajua. Na hata kama kuna services wana offer already, na they are not that is not the priority for us as small scale farmers. Tunasema okay, nimesema mmeweka hiyo kwa agriculture, but that is not what we want. Sisi tunataka hii na hii na hii. Na hata kama kuna kitu wanafanya, wanaifuatilia. Because like in Vihiga we had a case where the government ilijenga market, a very big market. But the market ikafungwa. People are not using it. At kwa sababu there was some disagreement between the other party. So they were just, it was your project of the other county government, and then it was a very complicated issue. It was not a complicated issue, they were just trying to make it complicated. But at the end of the day, kama mkulima, hiyo nitachapa mchukua kutengeneza market. So it's supposed to be functioning. They need to find ways of making sure the market inafanya kazi, you see. So it's up to us, sisi ndio to push for these things. No one will push for these things if we don't do that. And even the counties wanasema, saizi we have what we call the county investment plans. Nani anajua county investment plans? County investment plans, okay, we have CADA as the regional continental framework in a guide countries on how to implement, how to come up with programs and agriculture policy. And then we have now from CADA we have the national investment plans. These are what guide the governments on how to invest and how to implement policy and agriculture. And then from the national investment plans, we have county. In Kenya we have county investment plans. Sasa kwa hizi county investment plans, they determine the budget that they allocate for small scale farming. Sasa during county, when developing county investment plans, as small scale farmers they're supposed to be there during the processes, which most of the time in most countries, small scale farmers are involved. But we're supposed to be involved, so that we can tell them exactly what we want them to do for us. And then now when they are going to work on the projects they want for the county, and they are going to budget the money, they know, okay, this is a priority area for
small scale farmers, so we have to focus on it. So it's important to make sure that as was in issue, small scale farmers, we advocate for this change and become scale farmers, because agriculture is developed, so we have a chance to do that. So we need to make sure that we are actively involved in what the government is doing. Kama kuna hizi public participation programs, we go to those public participation programs. And as women, we demand, sisi kama wanawake, this is what we want. Sisi kama small scale farmers, this is what we want. It was an issue counted. So ukisema total public expenditure, inamaanisha ni the total budget ya Uasin Gishu. Sasa instead of kuangalia the total budget of Uasin Gishu, what kind of BR is looking at ni the budget ya agriculture specifically. Okay. So for example, in Kenya, we have the total budget ya Kenya. Nilisoma is it 2 weeks ago? Yes. And then now we have the agriculture budget ya Kenya. Sasa for us, our focus iko kwa hii agriculture, iko kwa ile yote, kwa sababu hii agriculture ndio inatuaffect kama small scale farmers. And they even have a document called the ASTGs, Agriculture Sector Transformation and Growth, something like that. Hiyo ni document ya government ya Kenya ina guide on how to do implementation and the investment in agriculture. If you look at that document, wameongea about small scale farmers, from Malianza hadi mwisho. But now hapa nje, do small scale farmers benefit? Wakienda waeke pesa kwa budget, wanaweka inaendea small scale farmers. So you see, they have mentioned us everywhere, but are they really doing what they're supposed to do to make sure that they take small scale farming to the next level in Kenya? So those are the things that we really need to look at. Na tuwaambie, si ati mnaandika tu kwa karatasi, ati mnataka kusaidia small scale farmers, but hamtaki kuweka budget iendea au small scale farmers. Sasa hizi mkulima kuna uhuru ya kupata hata loan ya kupanda. Kupanda tu. And at that time unapata a lot of money that is allocated, imekuwa allocated for county government, that is supposed to help farmers with loans and all these things. So this is how we are going to go through it. One and two, the challenges we are facing as farmers and what we need the government to do. So what we are going to look at, sisi hatuendi kuangalia at the total, hiyo like budget ikiwa yote as a whole. What we are going to look at is the extent to which the public agriculture expenditure is responding to the priorities of small scale farmers. Hii budget yenye tuko nayo ya county, for example, ya county government budget ya agriculture, ina respond to needs zenu. Ina focus on the things that small scale farmers wanataka focus on. So sisi ndio tunataka kuangalia, we are not going to look at the whole budget ya agriculture team afanya nini. No, sisi we are here for small scale farmers. So we are just going to focus on that. Is this budget really responding to the needs of small scale farmers in Uasin Gishu? You see? So we are looking at this indicator because we want to understand whether and how small scale farmers are benefiting from public agriculture. So the first question itakuwa, are we benefiting? Na kama tuna benefit, how? We need to understand how small scale farmers are benefiting, so that we can be able to also identify the gaps that are in between. And then we also have a definition of some of the terms. We have like public agriculture expenditure. Hiyo ndio explain, hiyo ni government fund, hiyo ndio sasa hiyo pesa ya government yote, public expenditure. Total public expenditure ndio pesa ya government yote ya zakula. Then we have public agriculture expenditure. Sasa hii ndio budget ya government ya agriculture. Sasa ukifika huko chini kama unajua using these terms and umesahau the meaning ama you want to confirm exactly what it means, you can just come back and get the definition. So the purpose of the tool, which is what we are going through now, is to it was specifically designed to make that indicator mentioned above. It is intended to be used during focus group discussions. That is what I was telling you. Tunataka kuwa a bigger number than this. So tungekuwa wengi divide into 15 groups, 15 groups of 15. But now kwa sababu we are just a single group of 15, we are not going to divide, tutakatika pamoja and just continue with the discussions the way we did in the first session. So it is intended to be used during focus group discussions with up to 15 participants to facilitate the discussion and draw conclusions
about if the public activities and investment in agriculture are benefiting smallholder farmers, especially women, youth, and vulnerable groups. Hata hawakuilist kwa wana letu. Sasa hivi wakati nimetoka nje nimepigiwa simu kutoka kaunti ya Garissa. Wanataka mradi wa runoff rainwater harvesting. Unaona vile kumenyesha usiku huu. Kama ingekuwa Makueni, Corona doesn't want me to talk, but I'll talk. Tunapigania maji hii kukinyesha hii. Yenye inapita tu hii. Hii inapita. Ikiwa niko mbele ya kwako, nikipata umechukua yote, hata nikupeleka kutibu. Gani? Kwa sababu tunataka kuharvest hiyo maji na tunaharvest katika kila boma. Sisi tumechoka na kitu kimoja. Akina mama sio punda. Umenyesha usiku wote na kesho kina mama na mtungi ni huu. Anaelekea kwa mtu akichota hiyo maji amesema. Hiyo kitu akina mama wamenidi finish. We need totally to finish. Now we can harvest that water. Tuko na very simple ways. Kabla tutoka hapa nitaeleza na Makueni kule kukavu sana. Nakwambia nimekuwa nikiambia mtu hapa. Nyinyi watu hapa mkija Makueni within 3 weeks mtakufa mwisho. Nakwambia the condition is pale. Lakini kile tumefanya maji tumezingatia. Tumesema serikali yetu iweke pesa kwa maji. Apart from maji hii na inakuwa kwa mashamba hii tunazungumzia hapa ya agriculture. Maji ile ya ndani ya nyumba. Inside your house. Sort of demanding that. Hata hawakuilist kwa wana letu. Sasa hivi wakati nimetoka nje nimepigiwa simu kutoka kaunti ya Garissa. Wanataka mradi wa runoff rainwater harvesting. Unaona vile kumenyesha usiku huu. Kama ingekuwa Makueni, Corona doesn't want me to talk, but I'll talk. Tunapigania maji hii kukinyesha hii. Yenye inapita tu hii. Hii inapita. Ikiwa niko mbele ya kwako, nikipata umechukua yote, hata nikupeleka kutibu. Gani? Kwa sababu tunataka kuharvest hiyo maji na tunaharvest katika kila boma. Sisi tumechoka na kitu kimoja. Akina mama sio punda. Umenyesha usiku wote na kesho kina mama na mtungi ni huu. Anaelekea kwa mtu akichota hiyo maji amesema. Hiyo kitu akina mama wamenidi finish. We need totally to finish. Now we can harvest that water. Tuko na very simple ways. Kabla tutoka hapa nitaeleza na Makueni kule kukavu sana. Nakwambia nimekuwa nikiambia mtu hapa. Nyinyi watu hapa mkija Makueni within 3 weeks mtakufa mwisho. Nakwambia the condition is pale. Lakini kile tumefanya maji tumezingatia. Tumesema serikali yetu iweke pesa kwa maji. Apart from maji hii na inakuwa kwa mashamba hii tunazungumzia hapa ya agriculture. Maji ile ya ndani ya nyumba. Inside your house. Hiyo maji ni very important. Na nikihesabia important ya hiyo maji ile iko kwako kwa nyumba. Hata wewe mwenyewe utashangaa kwa sababu akina mama tumezoea kubebeshwa mtungi na tumekubali. Kama as a woman I was born kubeba mtungi niko kama punda. Punda tu. Tena hiyo mmekubali. But were you born to do that? No.
vile tunasema pale women. You need to come out. Mueleze serikali. Hawa watu. Nataka mtungi utoke au mgongo wa mama. Ukienda wasichana wale watao ni kama hawa, angalia vile mgongo huko street. Wale wa hapa umebadilika namna hii. Hiyo kitu tunataka iishe. Na hii kitu itaisha na nini? Matangi katika kila boma. Nimesimama hapa hivi, nyumba kubwa iko hapa ina tangi. By the way hapa chini. I am shocked. Mvua hiyo imenyesha. Kwa hii building nimesunguka, katangi ni kadogo sana. Ona hii roof vile ilivyo kubwa. So akina mama you can demand tank katika kila nyumba. Ngilo Kitui mahali kumekauka na kuna hii anapatia kina mama matangi yale makubwa free. You are not supposed to pay. Na mwambie gavana, wewe ikiwa unataka kura yetu na mistake. Ikiwa unataka kura yetu na utupatie kura matangi in the next 3 years atukupatie kura. Yes. Akina mama ndio demand. Akina mama nyinyi. Wazee. Akina mama waje tuwasaidie. Msipo demand hamtapatiwa. Tangi kwa kila boma. Wachaneni na mambo mengine yote. Mama unaonga, unaamka unaonga, shower. Tuko na tangi shower is possible. Unapaka sabuni mahali mkono inakataa unatoka hivyo unakupaka. Kwa hivyo akina mama, this thing of water tank, run of rain water harvesting ndio huwa naita. Na ukipiga simu yangu utasikia unaambiwa rain water harvesting. Ukinipigia kwa simu utasikia unaambiwa hivi. Kwa hivyo akina mama, akina mama wa Vihiga, akina mama wa Kenya, akina mama mwanamke. Mtoa mgongo mtungi wapi? Kwa mgongo. That is what I am preaching. Kwa sababu ukiwa na hiyo maji kwa tangi utapika chakula kizuri. Wewe utalala vizuri, utaamka when you want. Na hii masaa unaenda kwa mto. Utaenda kwa hata utaenda kwa shamba ukila unataka kulala unaweza kulala tu. Pumzike. Hii habari ya mama kuwa kama punda iishe. Tumalize please. Na wazee mko hapa wangapi? Na wazee mko hapa. Ninyi wao unaona hiyo akina mama wewe ulipata hiyo mama akiwa msichana mrembo sana wewe uwanja akibeba Nimesema wazee tumefinywa. Ukizungumza basi sasa unajua unazungumza maneno haya kina mama hawataki. Mimi nazungumza kile kina mama wanataka. Ndio sababu mimi kila mahali kina mama wananikubali kile nasema. Ona serious note. Kuja kwetu kwa family na mimi nilifundishwa na my father. Ngoja nikwambie. My father alijenga tangi ya kwanza when I was a small boy kwetu kwa Boma in 1956. 1956. Na wakati na sisi kwa family tumejenga matangi kwa family yetu kuko na matangi mingi. Na tuko juu milimani sana. Na mvua kwetu sio kama huko kweli. Mvua ile nimeona hapa jana. Unaniambia unaenda kuchota maji. Hizo mtoni. 50 years after tumepata independence. Miaka 50. Kijoto mzuri. Hiyo kina mama tumalize. Na tumalize Vihiga. You make a demand. Ikiwa Ngilo Kitui tunakujeshi, ndipo tunapatia kina mama matangi. Kwa nini nyinyi msipatiwe? Na mkipatiwa matangi najua by next week itakuwa imejaa maji. Hiyo mvua nimeona jana inaweza kujaza tangi yoyote. Hata ikiwa huko kwa nyumba ya nyasi. Kwanza tupate hiyo, alafu
tuelekee na kutengeneza source nyingine za maji. Sasa akina mama, I'm inciting you. I'm inciting you. Na waambie wasee hata nao wanunue tanki. Kwa sababu utaenda ukute nyumba kama hii kubwa hii, nimeona hii nyumba nimeestimate. Iko ni nyumba kama ya room 5. Kama huyu jamaa angespare room moja ajenge 4 na pesa ile hiyo ya 5 ajenge tanki, boma yake ingekuwa na maji. Anakuambia kitu kimoja kina mama, kwa sababu mimi maji iko kwa damu yangu kwa muda mrefu. Shida ya maji ni wanaume. Kwa sababu sisi wanaume hatubebi mgongo, mtungi. Na wakati tunajenga nyumba, tunajenga nyumba kubwa na hatutafikiria hata kuweka ngapi. Kwa nini? Sitabeba mgongo mama. Nilikwenda West Pokot. Na nikakuta wasichana walikuwa simama waongee, nikaona wasichana wanasema tunakasirika sana. Wakati wamekuja kuoa msichana kwetu, anasema anakuja kuchukua punda. Msichana anakuja kuchukua punda. Kwa boma yetu ukija msichana na uongea namna hiyo, tutakutorosha. Upewi hata ukiwa uko na mzahabu. Msichana sio punda. Na akina mama, tafadhali tuweke priority katika hii demand yetu. Mudai enda we. Udai tanki kutoka kwa county government. Hapo mzee aoge aende kuoga mtoni. Ukiwa utaweza hiyo uko na bahati. Lakini kwanza maji ipatikane. Wakiwa mzee anaenda kuoga mtoni awache maji pale, bahati yako. Lakini maji kwanza tufanye nini? Ipatikane. Mchanga yetu imeanza kuwa wika. Na tunatakiwa mchanga na hiyo ni yako. Tunatakiwa mchanga wetu uwe tested ili tujue hali yake. Sababu hata ukiona bali naona hapa wakati babu zetu walikuja hapa ni miaka mingi. Akiwa hiyo mchanga imekuwa ikilimwa tukapatiwa, hiyo mchanga imekuwa wiki. Kwa hivyo tunatakiwa mchanga uwe tested. Ndio ofisa wewe unakubali. Sometimes it is about 2 years ago. Watu walipita test mchanga. Did they give you the recommendation? Wait. Because after testing, they will give you the result. Alafu baada ya kupatiwa result na recommendation. Wale test tu na wakaenda. Kwa hiyo sasa hiyo inasaidia nani kitu inafanyika. Yes. Kuna wale watu research institutions za agriculture. We need to finish this so that we can go to the next step, the discussions. So when we are discussing these things right now, the next session tutakuwa tunalala kwa sababu tutakuwa na vitu za kusema. Na mimi sitakuwa nimezicapture kwa sababu natembea nikiwauliza hizi. Na inamaanisha hatutakuwa tumeachieve the goal of the meeting. Sasa nataka tumalizane na hii step kwanza. Alafu tumalize na development of feeder roads. Which one is that? Which one is that? The fact that is it under the extension service? What is it? The government is yes. So it's under subscription. So hapo tumeagree. Mchanga yetu imeanza kuwa wika. Na tunatakiwa mchanga na hiyo ni yako. Tunatakiwa mchanga wetu uwe tested ili tujue hali yake. Sababu hata ukiona bali naona hapa wakati babu zetu walikuja hapa ni miaka mingi. Akiwa hiyo mchanga imekuwa ikilimwa tukapatiwa,
hiyo mchanga imekuwa wiki. Kwa hivyo tunatakiwa mchanga uwe tested. Ndio ofisa wewe unakubali. Lakini sometimes it is about 2 years ago. Watu walipita test mchanga. Did they give you the recommendation? Because after testing, they will give you the result. Alafu baada ya kupatiwa result na recommendation. Wale test tu na wakaenda. Kwa hivyo sasa hiyo inasaidia. Kwa hivyo hajasaidia. Kitu inafanyika. Yes. Kuna wale watu research institutions za agriculture. We need to finish this so that we can go to the next step, the discussions. So when we are discussing these things right now, the next session tutakuwa tunalala kwa sababu tutakuwa na vitu za kusema. Na mimi sitakuwa nimezicapture kwa sababu natembea nikiwauliza hizi. Na inamaanisha hatutakuwa tumeachieve the goal. Alafu tuanze na development of feeder routes. And this one? Which one is that? Which one is that? The fact that, is it under the extension service? What is it? The government is... Yes. It's under some question. So hapo tumeagree. Are we satisfied with everything that we have put there? Ama kuna kitu kingine mkiwa na feel ina miss? Any other thing yenye una feel ingekuwa hapo lakini kulingana na tunaweza amka tusome kama ni naona iko sawa. Ile tumepanga. Bwana ni kwetu, jili vindu wenye na nyingi. Yani. So that is where we and then about activities for kulima. They want to feel important together. We just have the discussions that we were having earlier. Okay, so we have some questions here that can guide us on the things to discuss. And as we go, so kila mtu anaweza toa maoni yake kwa vile anafikiri based on the questions that we have here. So for instance, we have what are the activities? Here in page 16, nimerudi nyuma so that we can just go through. Tuone kama maybe there's something someone wanted to say na tulisema. So that when we come back, we can summarize here and then we are done with the So the first one, page 16, tunasema what are the activities or investment that the government could support? Hizo tumelist. Please be specific. What can the government do to support your agricultural work? Hapo pia tumelist. Third, what will it help you to achieve? Hizo tumesema government itataka kufanya itawasaidia kuachieve nini? As a farmer itakusaidia kuachieve nini? For example, tumesema access to finance itakusaidia kuachieve nini? Infrastructure, access to inputs, itakusaidia kuachieve nini specifically as a farmer. So we can just have, tunaweza sema kama hiyo finance. Inaweza kutusaidia baadhi ya kupata manpower, kusaidia ukulima wetu, kununua mbolea na fertilizer na nani na mbegu inaweza kutusaidia, na transport inaweza kutusaidia transport ile vitu tumevuna kwa masoko tofauti. Labda
Inafikia general inaweza kusaidia kwa achieve high productivity. Alafu again inaweza kusaidia kuwa na finances yote kuwa na high productivity lazima ya kitu inakuwa profitability ya food security within the country, itasaidia in terms of the economy. Sasa when we're talking about building the economy, tunaongelelea specifically the small scale farmers. Itakusaidia sio kunini ile ndio as in terms of okay, there are some things utapata kwa shamba utaenda kununua sasa yangu. So there are some specific things, projects and investments you unaweza fanya. Then kama ungekuwa umeachieve that productivity yenye amesema, ingebidi kama tumie pesa kwenda kununua. Yes, itatusaidia kuinua hali yetu ya maisha in that tukiwa na chakula cha kutosha vile vinasemekana food security. Watu watakuwa na afya mzuri, ile gharama yetu ya hospitali inapungua na tena productivity itaongezeka, na hiyo inaongeza generally ile hali ya maisha livelihood, na utapata hiyo watu they are healthy, watu wanakuwa na production production inaongezeka. Kwa hivyo livelihood imetokana na chakula kizuri, na hizo zote tunatuwezesha kutoa chakula ambacho ni kizuri ambacho kinatusaidia. But I think Bwana Katibu utakuwa unajibu number 5, why are they important? Okay. And we are still on why, what would it help you to achieve? What would it help you to achieve? Any other comments? About productivity. But if we are okay, we shall produce, and then if we have market, we shall sell and become financially upright. Yes, it can. It is again to the community. Like for instance, we have been very specific. We have identified some of the key priorities that will beg the government to support. Na tumeanza na access to finance. Now, what are the activities that the government would support? You have chosen access to finance. Then please be specific. That is access. What can the government do to support your agricultural work? That is access to finance. How serikali itafanya nini ili uweze kupata hiyo pesa ambayo unasema hiyo pesa? Sasa hiyo pesa yenye serikali unataka serikali kupatie, ifanye nini ndio upate hiyo pesa? Si through microfinance ama grants. Kuna for instance, wacha nitumie mfano wa biashara. For instance, county government ya Vihiga imepeana empowerment fund kwa department ya trade and kama enterprise fund kwa wafanya biashara. You need the money. Now the government has developed a policy to come up with a county empowerment fund in a department. So I think that is now that is what we as farmers should now propose, that the government comes up with a fund that maybe will help you as a farmer when it comes to hiyo mambo ya finance waweze kupata. Kama government ita develop fund ya kusaidia wakulima wadogo, that is one option. 2, we have chosen the microcredit for women. Now, after the government has the fund,
the microcredit, what will the government do? Maybe the government can initiate a project or can initiate some negotiation with other microfinance departments to spearhead that, in that there may be some shares with it that will enable you as mkulima wa kike kuweza kuchukua hizo pesa na wastanding as your guarantors ili muweze kufanya biashara ama muweze kufanya kilimo. Ama mimi nimeelewa vibaya? No. Uko tu sawa. Just to add on what Rehema is saying, access to funds. Yes, the department has the fund. Now, how do you want the government to help you access that finance? Develop a policy or develop a fund that will help you as a mkulima mdogo kupata hiyo pesa. You should develop a policy to assist mkulima mdogo to get those funds so that anaweza tumikia kwa kazi yake, kwa biashara ama kwa kilimo. Also another thing the government can do, because tuko na policies za SACCO. Yes. Na policies za SACCO zinatoka kwa East African Legislative Assembly, tumekuja kwa Kenya government, na sasa they should go to the counties. So the counties should domesticate properly the SACCO policies and assist small-scale farmers to come with SACCOs. Because registration of a SACCO inakuwa headache, so government should have an officer who is assisting farmers to in the process of registration of SACCO. I think also the government should come up with a clear ways of income generating activities. Watu kulima tunapanda tunalima, lakini nakuta kile tumepata akikuletei shilingi moja kwa siku, unatoka unaanza kusumbuka na pesa ya kununua sukari ama majani. But there, Mr. Secretary, I think if the government can show us how we can market our products, so let's assume you have got avocado to sell, and then you have got nowhere to sell them, and the government can market them for you. That one will be a way of earning income for a small scale farm. Moja, mbili, angusha. Thank you. Marashi. Baba, ni asante sana kwa siku ya leo. Vile tulianza nifikia nusu ya maneno yetu ambayo tulikuwa tunafundishwa kama wakulima wadogo. Tunaelewa vizuri vile maneno yanaendelea vizuri kwetu. Baba, tunataka break kidogo kwa ajili ya kupata chakula cha kujenga mwili. Hiyo chakula bado itaenda ikae vizuri na sisi. Baba, ni asante sana kwa kupatia hiyo chakula, nitumie kwa njia inafaa. Kwa jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Kama wewe ni mtu wa sasa unaona mimi watu wa Unani amekunawisha na mimi ndio ninawisha watu shughuli. Mkere pa msaidi mkere. Mkere isabi dai. Mkere isabi hai na maji ni zambe na go haki. Mkere mbalo kwa mnande. Asante, asante mami.
Aenda usafi. Hiyo ni mti gani unakata? Hiyo ni mti gani? Hakuna makueni. Iko. Agiareti mtanzilika. Agargota gumuna moja arjata kama mire muna pinege bar ogona pasio kima karo sabi. Ai kipo gosupo. Ya wui gosupo ko jibo de dakika. Itu para apa jaga gitu. Kiswahili naelekea Kiingereza. Basi haidudu tutaulizana hiyo anasema nini. Kwa hiyo kuna nafasi hiyo kabla sijakaribisha Elizabeth. Hata saa nyingine unaweza kutuanga Kiluja tu kwa sababu huko ni nyumbani. Kama makwetu tunasema national language ni Kikamba. Kwa hapa national language ni nini? Kiluya. Kwa hiyo tunapata kuna mama mmoja ambaye anawasili sasa hivi. Mambo yao wakapendezwa. Kwa hivyo tujivunie vile tumechaguliwa kufanya huu mradi na mshiriki vile ambao mpangilio wa kushiriki huko, ili tutoe ripoti bora kabisa ili tuweze kupata usaidizi wa kuendelea na ile ngazi nyingine inafuata kuliko ya hii. Hata serikali ya Kenya nayo kwa Ministry of Agriculture headquarters wamerecognize Kenya Small Scale Farmers Forum. Siku hizi wakifanya kitu wanakitumia note, wanatuuliza wakulima mnasema nini, na kaunti nyingi nazo tumeanza kujua Kenya Small cows and in failed to be vaccinated. The following day we lose the same cows. Kuna wadogo wanapitia changamoto nyingi. I told extension officer wa my area mpaka nikaenda wa another location. Para lolote alikosi kona. To say that what is the value, market value ya hii mbegu, tombresa na mbegu. Ile unasema government inakupa kwa 500 shillings. 10 kg na kiende kwa agrovet ni 700 ya kupanda. Ujaweka mahindi ndio mahindi na kwanga 388. That's about 1000 bob. Ukienda kwa agrovet mahindi na mbolea. But now the government is offering at 500. Mimi naitwa Alexander Ainea Buha kutoka Vihiga County, Rwanda Sub County. Tumefurahishwa sana na mafunzo yenye tumepata leo kutoka kwa officials wa Kenya Small Scale Farmers. Tumefurahishwa kwa maana tumejifunza maneno ambayo mengine ni challenges ambayo yanahusu mkulima wa chini. Na kulingana na vile tumejifunza leo, tunaona ya kwamba tukifuata yale ambayo wametufundisha, tuongeze yale yetu ambayo tumesema itatufaidi ili tuweze kuendelea. Jambo la muhimu ambalo nimeshika sana kwa mkutano wa leo ni vile wakulima wetu wawe wakihudhuria mikutano ambayo inafanywa kwa county level, public participation. Waende pale public participation, waseme shida zao kwa uwazi, wasiogope, wawe na moyo wa kusema ya kwamba jambo fulani, kama vile wanasema maneno ya funding, kama vile wanasema maneno ya inputs na kuja late, wasungumuze mbele ya viongozi wao ili waweze kupata hizi vitu kwa wakati unafaa. Na tukifanya namna hiyo, toka sasa kwenda mbele, tutafanya nchi yetu pamoja na kaunti yetu pamoja na sub counties zetu kuwa na maendeleo mazuri. Kwa siku ya leo, wakulima ambao walikuwa hapa walikuwa kutoka sub county yote, na wametoka hapa kama wamepata kitu mpya, vile kujiendelesha kilimo yao mpaka kwa mashinani.
na tumekubaliana kwamba tutatoka hapa tuende nyumbani tufundishe wale ambao hawakukuwa hapa, kwa maana walikuwa representatives wa sub counties zetu. Kwa hivyo wakati mwingine tukikutana, tutakuwa tuko kikundi kikubwa ambao maneno yetu tutaweza kuwasilisha kwa county ili waelewe kwamba farmers wao wana shida fulani, wana ukosefu fulani ambao wanataka serikali ya sub county sikilize na iwasaidie. Asante. President Buleni, kiwa mkulima mdogo kutoka Imuhaya. Hii chama tulianza karibu mwaka wa 2011. Tulikuja tukafundishwa na mzee mmoja kutoka huko Kilifi, akatufundisha na tukaanza hii mradi wa Small Scale Farmers Forum. Hii Small Scale Farmers Forum imenisaidia kwa muda mrefu. Tangu nianze nifanya hata ukulima wa organic farming, kupanda vitu tofauti tofauti, imenisaidia sana. Na haswa hii mkutano yenye nimekuwa leo, nimeona imenifundisha mengi. Imenifundisha responsibility ya kujua kwamba uhaki yangu kwa serikali, kujua haki zangu kwa serikali, ili nikiuliza wakifanya kitu ikienda mrama niende nikawaulize, ama wakifanya mkutano wao niende huko wakifanya mkutano nisikize chenye wanasema na nipate kuwakosoa ikiwa makosa imepatikana. Hiyo nimeona imenifurahisha sana hii mkutano, na naomba kusidi kuwa na mkutano aina hiyo ya kuendelea kutufundisha, na sisi pia tutatoka hapa tuende tufundishe wale tumewaacha mashinani, wajue haki yao kwa serikali yao ya kaunti, wajue haki yao kama wakulima wadogo, wajue haki yao vile wanaweza kulima, na ili vitu yenye wanapata wapate kufanya nini, kuziuza na kupata mapato ya kuwasaidia kuwaendelesha kimaisha. Kidogo ya kutumia, uwezi kuwa na ukame sana, tena uwezi kuona watoto wamekaa nyumbani kwa sababu kuna school fees. Hapana, sisi wamama tunajitahidi kabisa, tumetengeneza vyama yenye small business kidogo, tunachagua pesa, tunaweka kwa meza, wamama wanakopa na wanaenda kulipia watoto shule. Kwa majina naitwa Esther Nengo kutoka Hamisi Sub County. Mimi ni mkulima mdogo na tulikuwa na washa hapa na watu wa Small Scale Farmers wametufunza kama mimi mkulima mdogo vile ninaweza kufaidika, na mafunzo yao ni mazuri sana. Tungependa yaendelee ili tuweze kupanuka kwa akili, tujue ni nini haswa wakulima wadogo nitakana tufanye. Pia wamenifunza niweze kujua kufuatilia county government, kujua kufuatilia county government, pesa zenye zinakuja watufikishie sisi wakulima wadogo, kwa maana kuna vitu inafanyika kwa county government na itufiki sisi, hatujui inafanyika saa ngapi. Kama hii mambo ya public participation tunasikia yako tu imefanyika na tujawahi jua inafanyikanga saa ngapi na hao watu wanachaguliwa namna gani wenye wanaenda huko. Sasa wameweza kunifunza kujua kudemand haki yangu kama mkulima mdogo, niweze kujua tupeane sauti yetu kama wakulima wadogo, hizo pesa zenye ziko hapo kwa account, ili waweze kutuwekea pesa kidogo ya kutusaidia kufanya ukulima. Na pia mafunzo kwa wakulima tumependa iweze kuendelea kwa sana, kwa sababu hatufikiwi sana na mafunzo, ndio mambo mengi yanatupita. Lakini tukipata hii mafunzo tunaweza kuendeleza kilimo ya mboga,
tuweze kupanda mboga na tuweze kutupatia mapato kidogo, tuwe na pesa, tusikue watu wa kuomba kila wakati. Na extension officers pia tunataka wafike kwa mashamba yetu kila wakati wakitupatia ujuzi wa kupanda hizo mboga, kwa sababu takana tupande na manyua, tupande na nini, na hatuwaoni, ingawaje wako ni wachache. Mimi ombi langu kama mkulima mdogo, ningeomba waongezwe wakuwe wengi, ili kila mkulima akinihitaji anampata kwa shamba lake. Na kuna mambo mengi yanafanyika kwa kaunti, na sisi kama wamama hatujui. Tunapata tu, tunasikilia tu kwa watu kuna mambo imefanywa, kama mambo na budget ya kaunti. Nitakana watoe watu mashinani kama sisi wenye tuko kwa ground, wenye tunalima kwa mashamba, ndio tunaweza kujua agriculture kwa mkulima mdogo nitakane imwekeze pesa ngapi. Nafikiria ni hayo. Ya mkono Hamisi sub-county. Nimefurahishwa na masomo ya small scale Kenya. Mimi kama mkulima mdogo wa mashinani sijawahi sikia masomo kama hayo. Nimejifunza vitu mingi yenye nimefurahishwa nayo, nitaenda kufunza kwa wenzangu nyumbani. Kwa sababu hili lengo langu ni hii. Vitu vinafanyika kwa hii kaunti yetu na sisi hatujui. Pesa zinatoka, tunasikia tu wamama wamepata mikopo, sisi hatupati hiyo mikopo. Wanakuja tu nayo polepole, wanaleta kwa maofisi, watu wanapata tu forms bila sisi kujua. Tunasikia tu wengine wanasema tu tumepata mkopo, tunaendeleza kazi zetu. Na sisi mashinani tuni wakulima wadogo, tunapanda mboga. Hizo mboga tunakosa pesa za kuongezea ndio tufanye kazi yetu na bidii. Sasa saa hii nimefurahia, nimesikia vile naweza kufuatilia nikuwe mkulima hodari, tena mkulima supavu. Na saa hii nimejifunza vizuri maneno yenye iko kwa kaunti, nikisikia nitafuatilia kwa sababu mmenifunza vizuri. Mimi sikuwa najua naweza kufunzwa mambo yenye inafanyika kwa kaunti, nisikie alafu nifanye hiyo maneno. Saa hii nina furaha sana. Hata wamama wenzangu nitakaa nao kesho, nitawafunzako kidogo ndio tuanze mkutano. Tunapanda mboga, tunakosa mbolea, tunakosa hii mbegu, tunachukua tu mbegu kidogo ndio tunapanda. Alafu tukimalizia, alafu tena tumechukua hizo pesa, tunanunua kasukari, tunalipia kwa watoto, unabaki bure. Na pesa ziko kwa kaunti, nasikia tu mama wamepata mikopo, mama wamepata pesa. Hapo nimepata akili. Nasema sana. Mburi burahi.